Ndugu wa Tanzania na ndugu wananchi, tumeona tuzungumze ili kuwaeleza kwa kina hatua ambazo Chama cha Mawakili Tanzania tunazichukua. Tumekuwa tukipokea malalamiko kuhusu huduma mbovu chini ya kiwango zinazofanywa na watu wanaojipachika uwakili au mawakili wanaoshirikiana na watu wasiokuwa na sifa za kufanya kazi za uwakili, au mawakili wanaowapa watu vifaa vya kufanya kazi za uwakili wakati watu hao sio mawakili, au watu wanao forge au kugushi nyaraka na mihuri ya mawakili na kufanya kazi za uwakili kinyume cha sheria. Jambo hili limekuwa likisababisha usumbufu sio tu kwa wananchi, lakini vile vile linapunguza thamani, uadilifu, lakini na ubora wa kazi za uwakili, na linawaexpose wananchi katika vurugu. Kumekuwa na mawakili wa namna hii wakifoji nyaraka na kusababisha nyumba za watu kuvunjwa, wakifoji nyaraka kuuza mali za watu, lakini vile vile bila kuzingatia sheria, lakini vile vile wakitumia mihuri yao kuridhia au kuidhinisha nyaraka mbalimbali kama hati za viapo ambazo zinatumika na mamlaka mbalimbali za kisheria katika nchi yetu. Jambo hili sio tu kwamba ni kinyume cha maadili ya uwakili, lakini ni uhalifu, kwa sababu watu hao hawalipi kodi na kazi zao wanazifanya kwa namna ambavyo haizingatii matakwa na masharti ya kisheria. TLS tumeanzisha kampeni ya mwaka mzima na kupita maeneo yote nchi nzima, na tukishirikiana na mamlaka zote husika katika kuhakikisha tunatokomeza vishoka katika taaluma yetu. Hawa ndio wamekuwa chanzo cha taaluma ya uwakili na mawakili kupokea shutuma na malalamiko ya huduma, utapeli na kufanya kazi chini ya kiwango, kwa sababu wananchi hawafahamu kwamba huyu ni kishoka au sio kishoka, lakini anapewa huduma, lakini baadaye anakuja kugundua kwamba kile alichopewa na kile alichotegemea ni vitu viwili tofauti. Ninatoa wito huu kwa mawakili, hasa wale mawakili ambao wanafungua, unamkuta wakili kwenye mkoa mmoja ana ofisi 10 alizojaza vishoka, ameacha mihuri yake sijui kwenye makaunta ya maofisi mbalimbali. Natoa hizi salamu, tutakushughulikia kikamilifu na usitulaumu itakapofika wakati wa kukushughulikia. Ukishoka ni uvamizi dhidi ya haki za raia, ni jambo lisilovumilika, ni jambo ambalo hatutalifumbia macho. Kwa hiyo niwaambie mawakili, wakili, kuwa na ofisi yako, zingatia sheria, fuata kanuni zinazohitaji, kuwa na mawakili wa kutosha kule ndani, hakikisha kazi zako zinafanyika kwa mujibu wa sheria. Na ni wito wangu kwa mamlaka, hususan ofisi za ardhi, tuna sheria inayoeleza namna malipo yafanyike. Sio EFD, mtu anafanya transaction ya milioni 200 anaweka risiti ya 5,000. Huu ni uwizi, sio tu wa kuharibu taaluma za kiuwakili, lakini ni uwizi wa kodi, ni uhalifu dhidi ya uchumi wa nchi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba hata mamlaka ambazo zinahusika kukusanya maduhuli ziwe na ile amri au kanuni inayoonyesha malipo ya uwakili yanavyotakiwa kufanyika, ili kujiridhisha. Na unapoona risiti ya yoani na ile transaction, mtafute wakili husika na muulize. Kwa hiyo sisi TLS kupitia kamati yetu tuko on ground. Kwa hiyo mawakili, stay on notes. Tumekusha waambia, mnaelewa utaratibu wa namna ya kufanya kazi, mnaelewa maadili, mnaelewa mipaka. Msije mkatulaumu, kwa sababu hili hatutalivumilia. Mihuri yote mlioiweka kwenye vishoka, kwenye stationery, mihuri yote mlioiweka kwenye mabenki, mihuri yote mlioiweka kwenye maofisi ambao wanatumia kucertify jet, yule anayefanya na wewe unayefanya
Sio tu mnafanya kosa la kawaida la kimaadili, bali ni kosa la kihujumu uchumi na ni kosa la utakatishaji fedha. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwamba mjue kwamba tumeshatoa ilani na tuko on ground. Sehemu zote mnazofanyia kazi tunazifahamu, mazingira yote mnayofanyia kazi tunayafahamu. Tutashirikiana na vyombo vya dola kuhakikisha kwamba hili tunalikomesha, kwa sababu section 4 ni pamoja na kuhakikisha tunatoa huduma za viwango kwa umma katika mazingira salama, na wananchi wahakikishiwe kwamba haki yao ya ulaji na haki yao ya kulindwa kwa fedha wanazozitumia kwa huduma ya uwakili inazingatiwa. Kwa kila mmoja awajibike kwenye nafasi yake. Hatutakuwa na mswalia mtume katika hili. Asante. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais amesema hapa, rais wetu wa TLS, kwamba sasa leo ile kampeni ambayo tumeizindua jana tunakwenda sasa kuanza kutekeleza. Kwa hiyo mawakili walioko huko ambao wameacha mihuri kwa watu, mawakili ambao wanatumia ofisi za watu wengine kama kusubdelegate kazi za uwakili, wote wameonywa na imetoka statement rasmi. Sisi tunakwenda kutekeleza. Sasa tunaungana wote, mawakili wote pamoja na timu ya anti-vishoka, tunakwenda field sasa hivi. Kwa hiyo wale wote ambao watakutwa na hayo makosa, wawe mawakili wawe vishoka, kwa kweli hatutacheka nao na hatutakuwa na mzaha na yeyote ambaye anataka kuharibu taswira ya uwakili. Kwa hiyo leo tunapita kwenye mitaa yote, maeneo yote, kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanakiuka kanuni kwanza za utozaji wa ada, lakini na wale ambao wanafanya kazi za uwakili bila kuwa na leseni, na wale ambao wamewapa watu wengine mihuri kwa ajili ya kufanya kazi za uwakili, wote tunawaweka kwenye kapu moja kama wahalifu ambao wanavunja sheria, lakini pia ni wahalifu ambao wanahujumu uchumi, wanahujumu mapato ya serikali, na kama alivyotoa rais hapa kwamba taasisi zinazohusika na kukusanya mapato zitusaidie kwa kweli kuhakikisha zile risiti za EFD zinazokwenda kwenye mkataba ziakisi charges ambazo ziko kwenye advocates remuneration order. Kwa hiyo kwa hayo tukutane